madiwani mstaafu. Simple. Naomba kuuliza swali. Baada ya clip kwenda viral kwa mtandao. Clip gani? Ile ambayo inawazungumzia kina mama wale. Kuna namna labda una plani yoyote kwenda kugombea tena udiwani kule? Maana kila nikisikia sauti ya wale akina mama, napata feeling ya namna ambavyo niliwaongoza, namna nilivyowatetea, namna nilivyowapigania, namna ambavyo niliwafungulia njia. Soko lile nilipigana na madiwani wenzangu, wengine walitaka kunchoma visu, wengine waligoma kama hatuwezi kufunga barabara, likawa soko la jioni. Lakini tulifanikiwa kulikuwa kila ikifika saa 10 jioni soko linaanzishwa, ikifika saa 6 linaondolewa, barabara inaendelea kutumika kama kawaida. Na ndio maana wale akina mama wanajenga manyumba, wanasomesha watoto, wanatumia soko lile kwa ajili ya kuendesha maisha yao. Na ndio maana watanikumbuka milele amina. Ile ndio nguvu ya kuwa kiongozi, nguvu ya kuwa diwani. Unaacha alama, unaacha fingerprint. That is kwa hivyo vyote vile. Msishangae mimi na Zito tukaenda kuweka huku Zito, huku mimi ikawa ni mtiti mundi. Sawa, mimi na swali moja. Leo hapa inasemekana Diamond atazindua sabuni zake. Sabuni ya. Wewe unafahamu huo mchongo vizuri. Mimi kama Diamond atazindua sabuni nisipokuwa balozi, najitoa kwenye familia yake. Na ni sabuni zake mwenyewe. Ni za kwake mwenyewe. Amewekeza mabilioni ya pesa kwenye kutengeneza sabuni kwa ajili ya kuokoa kina mama ambao wakifua mikono inachubuka, wanatumia sabuni ambayo material yake yanawaumiza mikono wa kina mama, ngozi inaharibika. Diamond Platinum ameamua kushirikiana na dunia nzima kuhakikisha anaokoa mikono ya wakina mama wanaofua, ngozi za watu ya binadamu wanaogea sabuni zake. Twendeni pale tukashuhudia sabuni. Kabla ngapi ambao anaioni yeye kama Imana Diamond Karange ilikufaga, perfume ilikufa. Naamini hivi vita survive. Kuna Diamond huwa anaanzisha biashara na kuna kuja wadau wanataka kuzinunua na kuziendesha. Wakizinunua hizo idea wakiziendesha wao wanashindwa na yeye anakuwa ishaondoka kwenye hiyo. Lakini kwenye hiyo sabuni nimemwambia twende pamoja. Kanipigia simu, niko Morogoro, kaniambia Balevo rudi haraka, wewe ndio balozi wa sabuni hii. Na pia nimerudi. Anataka kusaini msanii mpya WCB. Ana sign sio msanii mpya, ni rundo. Wasanii ngapi? Wasanii wanasainiwa ni rundo. Tuandae ukitoa mguu anaingiza miguu mingine inaingia. Kwa sababu Diamond hajakatishwa tamaa ya kusaidia wasanii wapya. Hajakatishwa tamaa kwa wale ambao wameondoka. Ndio maana kuna watu wengine amewasamehe, kuna wengine aliwadai hela zake. Hajakatishwa tamaa, anataka kuwasaidia tena wasanii wengine wapya. Na mitaa inaapia kama anayekuja kusajiliwa ni Aslay. Una ukweli kiasi gani? Naomba tu nikanushe, Aslay hatuwezi kumsajili WCB. Na pia wale wasanii ambao walikuwa BSS labda ni wale. Sasa hiyo tumwachie Diamond mwenyewe. Je, ni wale au ni la, lakini ni rundo. Sio msanii mmoja. Mbona mlipozima umeme? Mmeona? Lakini bado unang'aa. Kuna namna ambavyo mnanitafuta maneno. Kwenye interview yangu ndo mnakuja kuzima umeme. Ni nani mkanyaga? Nani wewe? Mbona wewe? Aliyekanyaga waya ni huyo hapa mwandishi. Umetoka nani chombo gani? Ni huyu. Hapa tumeona kwenye post yako unasema umemshauri Diamond Platinum sasa hivi ni 50 kwa 50 kama msanii anatoka. Ni nini ambacho ulikizingatia? No, Diamond najua ile namtaniaga sometime huaga sisi tulikuwa si mshauri, lakini najua Diamond this time mkataba wa sasa hivi utakuwa tofauti na mikataba ya watu wasanii wengine walikuwa wameshawasaini kwa sababu anajifunza na yeye kutokana na matukio ambayo yanatokea. Usifikiri Diamond moyo wake unaridhika kwa kile ambacho kinatokea. Kuna muda tu anaamua kwa binadamu kusema basi yaishi. Lakini mambo mengi mtu anawekeza hela zake na kila kitu, baadaye msanii anakuwa mkubwa, wakati yeye anatakiwa aanze kuvuna sasa yale matunda, msanii anasema anaondoka. Unajua neno kusema naondoka tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba huyu msanii hapo alipo hajaridhishwa napo. Umeona vizuri? Kwa haiwezi kuwa nzuri hata siku moja. Na kama ikitokea sasa hivi unarudi kwenye udiwani kama ulivyosema. Siwezi kurudi udiwani, ni ubunge. Ubunge. Ikitokea unarudi kwenye ubunge, utaacha hizi mambo za kumzungumzia Diamond kwa mtangazaji? Kwani wabunge hawazungumzii watu? Mbona wabunge tunazungumzia? Wengine wanazungumzia Mama Samia, wengine wanazungumzia nani? Hujasikia wabunge kimzungumzia Mama Samia? Naona. Ina ubaya gani? So utakuwa chawa hivi. Yaani shughuli iko pale pale kiongozi. Mambo ni yale yale, kwa hiyo siwezi mimi kiwalisia, niombe tu ukweli. Diamond Platinum ndio anafungua njia ya maisha yangu kwa kiasi kikubwa. Kwa hivyo vyote vile nitakuwa naye, tutaenda pamoja mpaka siku either mimi nakufa ananizika au siku namuona Diamond anashushwa kwenye kaburi. Ndio sasa nasema jamani, mzee wangu ameondoka. Lakini mimi naamini nitatangulia kabla yake kwa sababu mimi ndio nina shida nyingi kumzidi. Na ikitokea mmekosana katikati, kunakosanyaje na Diamond? Hebu niambie nikosa gani? Kwenye nini? Diamond akinikosea namsamehe. Mimi nikimkosea namuomba radhi, natuma watu, natumia kila mbinu. Kwanza Diamond angesha nifukuza muda mrefu. Mara nyingi naenda namkopa hela silipi. Na nilishamfanyia kila kituko.
kumtesti, je atanifukuza? Kila kituko unachokijua wewe Diamond nimeshamfanyia. Mara nyingi naambia nikope milioni 3 milioni 4 sirudishi chochote. Naambia mzee unamdai mtoto wako. Mambo yako na dada yako Shilole yamekwisha? Nani? Shilole. Na nani? Wewe na Shilole. Shilole ni ndugu yangu, ni dada yangu. Ni moja kati ya watu ambao tumesaidiana kwa namna moja au nyingine. Yeye kanisaidia mimi kimaisha na mimi nimemsaidia yeye kwenye biashara yake. Mimi ndo nimeitangaza Shishi Food kuliko msanii yoyote, kuliko influencer yoyote, kuliko hata yeye Shilole mwenyewe. Shishi Food mpaka leo nasikia kula kujigaragaza, hiyo ni mimi. Kwa hiyo mimi ndo nimeitangaza. Kama hato nishukuru mbwa yule, ndio kuna maisha, kuna sehemu tutakutana naye. Maisha kuna sehemu tutakutana. Maana siku hiyo ilikuwa ananenepa tu. Anza kwa Baba Levo hana thamani yoyote. Mimi sina thamani kwa Shilole. Mimi ndo nimempigania mpaka Shishi Food imefika level ile. Mimi kwa Shilole ni zaidi ya role model mimi. Na umesema kuhusiana na kugombea ubunge. Unataka kugombea kwenye jimbo gani? Kigoma mjini. Wewe unaulizia rangi ya mkaa huyu. Unaulizia rangi ya mkaa. Ni CCM jamani, hivyo amuelewi, ni CCM. Unataka nibabaishe maneno. Ni Chama cha Mapinduzi CCM. Na tangu urudi kwenye Chama cha Mapinduzi CCM. Sijarudi bado. Bado hawajanipa kadi. Unatamani kurudi hata leo? Hiyo natamani sana kwa hiyo. Iko gari. Kazi anayofanya Mama Samia kwenye nchi hii. Hata kesho akinipa kadi nachukua. Paka kesho Pia Diamond umeona amepost na gorofa lako bwana. Diamond sasa gorofa lesi unajua nimejaa kwa amechanganyikiwa. Mjaona amechanganyikiwa mjaa. Boma, jamani. Yeye ajui kama nishamaliza. Niko nampotea TBT. Boma jamani. Mimi nimejenga gorofa lina vyumba 12. Lina vyoo kila kona, lina swimming pool juu na chini, lina sehemu ya kutua helikopta, lina kila kitu, kuna ATM, kuna kila kitu ambacho nimeweka kwa sababu ya watoto wangu, nataka watolea hela natoa. Ngoja nawapende sasa, unajua watu wanaona ni maajabu. Benki zote Tanzania zinaenda zinaangalia mzigo ulionao benki. Ukiona mzigo wako una request nataka ATM ya nyumbani. Wanakuletea na kufungia ATM, umeme utalipa mwenyewe na kila kitu. Wao wanataka wewe uwe mteja wao, uwe una withdraw hela kupitia benki yao. Unafikiri Baresa akitaka ATM ampi? Si wanampa. Sasa sisi matajiri tunapata. Kuanzia sasa hivi msanii yoyote ambaye hana gorofa ambalo lina lift, sio gorofa, ndani yake kuwe na lift, asiongee na mimi chochote. Mimi ndo msanii pekee, influencer pekee ambaye nina gorofa ambalo ndani yake kuna lift. Kwani Diamond tayari anayo? Diamond anaenda kunimaliza kimaisha mama. Naomba niende. Umejiandaje na iftari ya leo? Ndugu yangu nishakula hapa, nataka nikajitafikisha. Kutoka mapema. Nataka nikajitafikisha. Diamond aliahidi kumwoa